Nani atanielewa? Nani ataelewa ya kwamba I'm feeling pain? Nisikizeni. Hello viewers of Passion TV and Penina Rasugu TV. Leo tuko maeneo ya Nairobi County na kuna mambo mengi ambayo yanafanyika sasa kwenye hii nchi yetu ya Kenya na pia Afrika nzima. Kuna zile trending topics ambazo zinafanyika kwa sasa, especially kuna huyu mwanamuziki ambaye kwa jina la kisanii ni Betty Bayo ambaye ameweza kuiaga dunia, na pia tumeona video zingine zikisambaa kwenye mtandao. Kule maeneo ya Afrika Kusini kuna watumishi ambao walionekana kwenye tabia isiyo njema. Ndio maana tumekuja hapa ili Apostle aweze kutuambia kispiritually, atupe mafunzo nini hiki haswa ambacho kinaendelea. Karibu sana mtumishi kwenye episode yetu nyingine Passion TV na Penina Rasugu TV. Asante sana. Ya jina langu naitwa Bishop Israel Yohana. Mimi ndiye askofu wa makanisa naitwa Soul Winning and Healing Ministry International. Labda unatazama kwa mara ya kwanza. Mimi si mgeni hapa kwenye media hizi. Nimekuwa kwa media nyingi, more than 30 ni different channels. Yes. Na sana nimekuwa sana media ambazo nimefanya kazi nao kwa karibu sana ni Passion TV na Penina Rasugu. Yes. TV ndio nimefanya nayo kazi kwa karibu sana. Siku ya leo kuna mambo mengi sana yametokea South Africa, Kenya. Leo tumemboleza kifo cha aliyekuwa mwimbaji wetu mashuhuri Betty Bayo. Na kwanza, jambo la kwanza Biblia inasema tuomboleze na wanaoomboleza. Hivyo natomba rambirambi zangu kwa familia na jamii ya Betty Bayo kwamba umempoteza dada ambaye alikuwa na nyota kubwa sana. Nyota kubwa sana ya uimbaji, na hakika ameenda. Jambo la kwanza tunahuzunika kubwa sana kwa sababu hajakufa kifo katika umri ambao tu ni wa watu kufurahia kwamba amekufa katika umri wake wa uzeeni. Amekufa premature death. Na unapozungumza sana premature death, sana haiji kwa kawaida. Unajua watu wanasema kifo cha mtu kikifika kimefika, lakini mapenzi ya Mungu ni mtu aishi miaka mingi, aishi aone wajukuu na vitukuu kule, mpaka aone watu kwenye kizazi kile cha pili. Na hiyo inakuwa ni furaha sana, na tena ni mapenzi ya Mungu. Lakini vifo vingine hivi unakuta kwamba hivi vifo vingine vimetokeana labda na laana, vingine vimetokeana labda na madhabahu ya ukoo. So sana huwezi jua nini kimetendeka, kinatendeka kwa watu. Kila watu unakuta kuna watu wana madhabahu za kwao ambao zinawasumbua, ambao zinafanya wanakufa kwa haraka. Kuna wengine unakuta kwamba labda kuna laana za aina fulani ambapo mtu alikosea, hata wengine mwingine alikosea bila pasipo kujua. Yes. So tunapoangalia Betty Bayo alianza katika roho, na alianza kumwimbaji aliyekuwa maarufu sana, na wimbo wake ukaenea mashariki, magharibi na hata karibu dunia mzima. Lakini tatizo kubwa lililompata, na mimi nasema kwamba ajali kubwa iliyompata ni wakati alipoingia kwenye cult. Na wengine wanauliza cult ni gani? Betty Bayo kuna wakati aliingia kwenye cult, na nafikiri kwa sababu alikuwa katika hali ya kutafuta hela. Unajua waimbaji wanapoimba, kuna wale wanaimba na wanatafuta umaarufu, na kuna wale wanaimba pia wanatafuta pesa. Tunasema kwamba waimbaji wengi wanaimbanga katika roho, lakini pesa zikiwa nyingi, zikifika mahali zikuwa nyingi, wanaweka Mungu kando. Wanaanza kuimba kwa sababu ya pesa. Na mlielewa vizuri, sijaji Betty Bayo kwamba alikuwa anaimba kwa sababu ya pesa, lakini mimi nazungumza yale Mungu ameweka kwenye kinywa changu. Waimbaji wengi huwa wanaimba, wanaanza na roho. Wakati mtu ni masikini sana, ataimba hata na kulia,
na utakuta kwamba amezama sana ndani ya roho na anavunjika sana ndani ya roho, na hata uimbaji wake unaguza watu wengi sana. So wakati pesa zinapoingia, pesa zinaingianga na sifa. So wakati pesa zinaingia, mifuko inajaa na anapata sifa kwa watu. Mtu anapopata sifa kwa watu, jambo la kwanza unakutaka huyu mtu, kuna watu wengine wanaanzanga kumwabudu. Anaanza kuwa kama Mungu kwa watu fulani. Na unapo sasa pata sifa nyingi, kwa sababu mimi najua kwamba unapoimba ama unapohudumu, sifa zinafaa zimuendee Mungu. Lakini unapopokea sifa na wengine pia wanaanza kupokea mpaka utukufu. Wanaanza kutukuzwa na watu. Jinsi walivyo waimbaji hodari, sasa kiburi kinawajaa. Na unakuta kwamba shetani alipojawa na kiburi, kwa sababu shetani aliimba vizuri sana kule mbinguni, na akawe kwa kuwa sasa kama yeye ndiye malaika mkuu anayesimamia uimbaji. Na aliposifiwa sana, kiburi kilimjaa. Na kiburi kilipomjaa sasa, akaenda kuketi kwa kiti cha enzi. Na alipoketi kwa kiti cha enzi, basi akaona kwamba sasa Mungu akaona huyu tutashindana naye. Hapo ndipo shetani alitupa wapi? Alitupa ulimwenguni. Sasa Betty Bayo alianza kuimbaji mzuri sana na akawa anasifiwa watu. Lakini ilipofika wakati wa kuolewa, aliingia kwenye cult. Na najua kwamba kilichomsukuma kuingia kwenye cult ni vile mtu yule anaitwa Kanyare alikuwa na pesa sana wakati huo. Wakati huo ndio 310 zilikuwa zimepamba sana, zilikuwa na mwagia kama maji. Na kwa sababu Betty Bayo pia hapa anatafuta pesa katika uimbaji, na pia sasa ameangukia mtu ambaye pesa zinamwagika kwake kama maji. Na yule mtu labda akamwahidi mama kubwa, nitakusaidia, nitakufanya nini? Nitakusupport uinuke zaidi. So wanawake wengi wangu wanaanguka kwa mitego sana wakati wa pesa. Pesa zinapoingia wanaanguka katika mitego. So nafikiria kwamba alipoona pesa nyingi kwa jamaa anaitwa Kanyare, aliingia kwa mtego na hakujua anaingia kwenye cult. So dakika ya mwisho alijipata akiwa ndani ya cult. Na alipopata kuwa kwenye cult, sasa nafikiri kwamba kilifikia mahali sasa cult ikajulikana dunia mzima kwamba hii hapa hakuna Mungu, hii hapa ni cult. Na jina la mwenye cult likaanza kuharibika, na likaharibika dunia mzima. So na lipoharibika dunia mzima, na akamulikwa pia na mtu anaitwa Muhammad Ali wa KTN. Akaja akamumulika vizuri mambo anayefanya, jinsi ambavyo sasa anaweka anachukua vitu fulani, kuna siji naitwaje magazine gani, inaitwa Perao Kiswahili magazine manini, inawekwa kwenye maji. So inapowekwa sasa, walikuwa wanaweka kakitu hapo kwenye mikono hivi, alafu wanachukua shindano zile za kushona nguo, wanaingiza kwenye vidole hivi. So mtu anaambiwa kanyaga kwenye maji. Anapokanyaga kwenye maji, wanamuosha na yale maji unajua kisha weka zile kuna hizo chemicals unazoweka kwenye maji, zinakuwa kama damu. So zinapokuwa kama damu, sasa inasemekana huyu mtu, angalia jinsi uchawi unatoka kwa miguu yako. Halafu ndani ile uchawi inasemekana kwamba imetolewa mpaka shindano ambazo zimewekwa ndani ya miguu ya mtu. Na ikajulikana mambo hayo yote yanayofanyika ni uongo. Wengine wanalipwa pia watoe ushuhuda. Unakuta kwamba sasa mwenye cult anachukua microphone hivi, anaongea, na anapoongea sasa anarudi anapatia mwenzake sasa kwamba ni mtu ambaye yuko nje ya Nairobi. Kumbe ni mtu amekaa naye kando pale, na anajifanya kwamba ni simu imepigwa. Ni microphone anachukua, anasema hello, unanipata uko wapi? Alafu anampatia microphone pale kando, niko hapa Kisumu, mimi naitwa fulani. Mambo yote yalimulikwa, nikasemekana haya mambo yanaendelea, si mambo ya kiungu. So it was a cult, kwa sababu haikuwa inahubiria watu ukweli, ilikuwa ni ya kupotosha watu. Na pia zaidi ya kuwa cult, mwenye cult alikuwa ni mfanya biashara mkubwa sana. Kwa hivyo alikuwa anataka kufanya biashara na watu. So kuna shida kubwa ya kuingia kwenye cult. Alafu lazima watu wanielewe hapa hivi. Kuingia kwenye cult ni rahisi, lakini kuondoka ni ngumu sana.
Hapo ninataka nifundishe watu kuhusu cult. Kuingia kwenye cult ni rahisi sana. Na ukiangalia cult nyingi Kenya I think sasa kuna cult kubwa sana katika nchi ya Kenya. Na main cults ni 3 ambazo ni kubwa sana katika nchi ya Kenya. Kuna cult moja ambayo Betty Bayo alikuwa hapo, unajua mnaelewa ni cult gani? Mtajijazia wenyewe. Baada ya hapo kuna cult nyingine hii ambayo sasa mwenye cult huwa anaambia watu wanavalia nguo mrefu, nguo mzito, hata kama ni Mombasa, hata kama jua iwake, ufasi kutoa ile nguo. Maana ukitoa hiyo nguo ni kama sasa wewe umemweka Yesu chini. So na ni utumwa ambao watu wanakuwa wamewekwa. So hiyo cult nafikiri mnaelewa kwamba wenyewe hiyo cult wanavalianga nguo mrefu mpaka chini, makoti koti ya juu na sweta ndani. So hata jua liwake hata jua lishuke mpaka chini uruhusiwi kutoa hiyo koti. Maana ukitoa hiyo koti sasa wewe ni kama sasa Mungu anaondoka kwako. Na kuna cult nyingine pia ambayo ni kubwa sana. Ambao watu wachungaji wote huruhusiwa kuvalia uniform moja. Kama hivyo mchungaji usipovalia ile nguo, nafikiri huwa inaombewa kwanza hiyo nguo. Ikisha iombewa na inatolewa kafara. Kisha unavalishwa ile nguo. So inaonekana kwamba sasa ile nguo hauwezi hudumu bila ile nguo. Maana ukihudumu bila ile nguo inaonekana anointing haitashuka. So na kuna cult ambazo hizo ndio the main cults in Kenya ambazo ni kubwa sana, na hizo cult zimemeza watu wengi sana. Kwa sababu kuna shida moja katika cult. Cult ukisha kuingia ni rahisi kuingia, lakini kutoka ni ngumu. Mtu akiingia kwenye cult kutoka ni ngumu sana. Kwa sababu unapoingia kwenye cult kuna covenant nyingi sana ambazo unafanyishwa kule. Hata nyingine mnafanya watu bila mtu kujua. Kwa sababu jana kuna kitu ambacho mimi nataka nifundishe watu hapa. Na mtanielewa ninapozungumza habari ya sacrament. Sacrament ni nini? Tunaongea sacrament nini kwa Kizungu? Holy Communion. Na kuna watu nataka nifundishe kuhusu Holy Communion, na mjihadhari sana kwa sababu wale watu mnatumia Holy Communion visivyo. Watu wengi unakutanga wanagonjeka kansa. Wengi wao wanagonjeka tu magonjwa ambayo haieleweki, kisha tu wanakufa vifo ambavyo havieleweki. Kwa sababu kitu kinaitwa Holy Communion. Holy Communion imetengenezwa kwa sababu ya watu waliookoka peke yake. Watu waliookoka. Lakini unakuta sasa kuna hizi cults zimekuja na Holy Communion inapatia kila mtu. Hata kama hujaokoka, kuna siku ya kwenda uende ukapateke Holy Communion. Na wewe ni mwenye dhambi. Mradhi ukuwe na nini? Na sacrifice. Kwa hivyo unaenda na sacrifice, unapateke nini? Holy Communion. So hii Holy Communion hii inatolewa sacrifice, ambayo lazima utoe sacrifice ndio upateke. Lazima watu wajiulize na mfunguke akili jamani. Maana Maandiko yanasema kwamba watu wa Mungu hupotea kosa nini? Kosa kitu kinaitwa hekima. So unapopateki ile Holy Communion na sacrifice, mwili wa Yesu na sacrifice zinaingia na wapi? Kwa sababu Yesu mwenyewe alikuja kama sacrifice. Sasa kama Yesu mwenyewe ndio sacrifice, alafu unatoa sacrifice ili upateke sasa Yesu, mwili wa Yesu mwenyewe. Maana Yesu alijitoa kama sacrifice mwenyewe msalabani ili sisi tupate wokovu. Ili tuondolewe dhambi zetu. Sasa umeenda kupateke Holy Communion na unaambiwa kwamba ile communion ili upateke, kuna wengine wanaenda kupateke na 7,000 na wengine wanaenda kupateke na 5,000 na wengine na 3,000. So niambie ni Holy Communion ama ni uganga? Wewe unaenda kufanywa uganga in the name of Holy Communion. Ukitoka pale, kuna watu nasemanga mimi nilipopateki na maisha ikabadilika.
Kuna kitu nasemanga hivi, shetani ana miujiza yake, lakini miujiza ya shetani si ya kudumu. Miujiza ya shetani ni temporary, not permanent, ni temporary. Kuna mtu utapateki hiyo, sasa wewe na unapopateki utakuja labda utendewe miujiza ya muda mchache. Hiyo kuna ile inaitwanga expiring miracles. Lazima mnaelewa kwamba sababu the real miracles ambayo mnatendewa kupitia kwa jina la Yesu, mtu anatendewa kupitia kwa jina la Yesu, it is permanent. Kwa sababu mimi nakumbuka kwamba Yesu aliponiponya wakati nilipokuwa kiwete miaka 7 kwa wheelchair, na Yesu akaniponya, miguu yangu ilinyoka mpaka saizi. Na hakuna mtu ananidai kwamba lete sacrifice kwa sababu miguu ilinyoka. Nilipona na nikapona tangia wakati huo mpaka saizi. Inaitwa permanent miracle. Kwa hivyo muujiza wa Yesu unaitwa permanent miracle. Lakini hii miujiza hii ya kwenda kununua, hii miujiza hii ya kwenda kulipa pesa ndio mtendewe, inaitwanga temporary miracles. Miujiza ambayo ni ya muda. So huo muujiza unakufaidi tu wewe kwa muda mchache. Mwingine ni mwaka moja, mwingine ni miaka 2. Alafu tena urudi kule useme kwamba muujiza wangu ulionitendea umeisha. Muujiza wa mwanadamu lazima uishe, hautafika mwisho, utaisha. Muujiza ulionitendea uisha, tena utoe sacrifice nyingine, utendewe mwingine. So inamaanisha kwamba lazima urenew muujiza wako every time. Na lazima watu wafunguke macho. Ni siku hizi ni siku za mwisho. So nilikuwa naeleza kuhusu Holy Communion. Holy Communion hii inapatikiwa na kila mtu, mradhi wa sacrifice, inapatikiwa na wenye dhambi, inapatikiwa mpaka hata na watu wa madhehebu mengine, hata Muslim, wanaenda kupatake this Holy Communion. Kuharibu sana inapeanwa pia kwa watoto. Ambayo ni makosa makubwa sana. Huyu mtoto yuko very innocent. Huyu mtoto hajui wokovu ni nini. Na Holy Communion inafaa kupatiwa mtu ambaye anaelewa wokovu ni nini, mtu ambaye ameokoka na amebatizwa katika maji mengi. Anaruhusiwa kupatiki Holy Communion. So hii Holy Communion inapewa mpaka watoto wadogo. Mtu anapewa mpaka watoto kwa mgongo, anaenda kupatiwa Holy Communion. Na ndio unakuta sasa watu wengi nyota zao zimepotea hivyo, zimeibiwa hivyo. Tangu ulipopeleka mtoto wako huko akapatiwa Holy Communion, unakutaka huyu mtoto anapofika mahali, hata kama ni masomo yake, haoni kitabu. Inapofika huyu mtoto hata ni kwenda shule, inafika hata wengine wanakataa shule. Wanachukia shule kwa sababu destiny zao zimekuwa tempered nazo. So watu wengi wameingia kwenye cult. Huyu mtu hawezi. Mtu akiingia kwenye cult huwa anaabudu mwenye cult. Na mimi niko na hakika hapa hivi ninapomaliza kuongea, kuna watu hapo pia wenye natoanga matusi kwenye comment ni watu ambao wamekuwa brainwashed. Napo wafundisha watu na wengine wanatusi ni wanaanza kutusiana mahali pale, wengi wao wanakuwa brainwashed. Wanaanza kuona ule mtu wa cult ndio Mungu. Nakumbuka kuna wakati mwingine nilikuwa ninafundisha watu kuhusu mambo hii ya kuuziwa maji na mafuta na vitambaa. Mchungaji mzima, wachungaji wazima waliokuwa wamevaa nguo za white, wamevaa kanzu za white, ndio ujue kwamba ni cult. Waliingia kwa comment pale na wakasema kaniita umbwa takataka. Mchungaji akona kanzu ya white ya malaika, anaingia pale ananiambia mbwa takataka. So hebu niambie kabisa kama ni Mungu uko naye, yale maneno machafu yanatoka kwenye kinywa chako, yanatoka kwa nani? Kwa shetani. Kwa sababu jambo la kwanza, mimi ninapohubiri injili nimekutana na watu wengi mimi wamenitusi, lakini hakuna siku moja nimetusi mtu. Hakuna watu nimemuita mtu mbwa, nimemuita mtu paka ama nini, kwa sababu kinywa changu ni kinywa cha baraka, si cha kulaani, ni kinywa cha baraka. So kuna shida sana mtu anapoingia kwenye cult. Unapoingia kwenye cult kutoka ni ngumu sana. So mtu anaitwa Betty Bayo aliingia kwenye cult. Na alipoingia kwenye cult,
ilifikia mahali wakati aliona jina lake linaharibika, akajaribu kujitoa kwenye hiyo cult. Na once umeingia kwenye cult, kutoka pale inakuwa ni shida sana. Na once umejaribu kutoka kwenye cult, lazima utenganishwe na ile cult, ukuwe disconnected na that cult. Kama hutakuwa disconnected na that cult, basi utakuwa hatarini. Maisha yako itakuwa hatarini. Na wengi wao wanapojaribu kutoka kwenye cult, sana sana kutaga maisha yao inakatika. Maisha yao kwa sababu kuna covenant waliweka pale kwenye cult. Kwa hivyo akitoka pale, kuna maroho itamuinda, imuue, ili asitambue siri wapi za ile cult. So Betty Bayo ametoka pale kwenye cult. Nafikiri hakupata mtu wa kumsaidia, hakupata mchungaji wa kiroho amsaidie, mwambie nao Betty, nao umetoka kwenye cult. Ningependa kwamba uweze kutenganishwa na hii cult na uwe huru uishi maisha yako. Kwa sababu nao, jambo la kwanza, uwezi toka kwa nyumba. Wewe unasema kwamba umetoka kwa nyumba, na ile nyumba pale umeuza nyumba, lakini title bado ungali nayo. So unapouza nyumba lazima upatiane mwenye umeuzia title, kumaanisha kwamba umeuza. So kuna ile covenant umemake kwenye hizi cult. Kuna covenant watu wana make, wengine wana make kupitia kwa Holy Communion, wengine wana make kupitia kwa zile sacrifices zao. Kuna wengine wana make kupitia kwa hizi nilifundisha na nitakufundia tena, kupitia kwa hizi sadaka za kuchinja. Na nawaona watu kuhusu sadaka za kuchinja. Kama wewe umeshawahi peleka sadaka ya kuchinja, nitafute kwa haraka sana, nikuombee, nikutenganishe na yale madhabahu ya kufa, madhabahu ya premature death, madhabahu ya kuisha. Maana wengi wao unakuta kama walitoa sadaka za kuchinja, unakutanga aidha kwa familia yao kuna mtu amekuwa mwenda wazimu, ama watu fulani wamekuwa mwenda wazimu kwa sababu ya zile sadaka za nini? Za kuchinja. Na kama si wenda wazimu, wataharibika tu, waanze tabia mbaya, kuvuta bangi, kuua watu. Yani wanakuwa tu destiny zao zinakuwa tempered. Kwa sababu madhabahu ya kuchinja, kile kinachomwagika si ni damu. Na damu, kinyume na damu ya Yesu, inalete kitu kinaitwa laana. Damu ya Yesu iliyomwagika msalabani ilileta utakaso. Na iwapo utachukua damu ya mnyama ikutakase, basi wewe unaleta laana katika maisha yako. Na kuna familia zile wananisikiza hapa hivi, labda kila Disemba wanachinjaga. Mnachinja, unaita watoto wako, mnaita wazee, wanachinja hiyo mbuzi, watu wanini wao, kama ni Wakikuyu kuna hii inaitwa mambo ya muhirega. Kama ni Waluya huko unakutaga sasa, hata kama zimechinjwa hiyo, kuna wale wanaitwa wakina babu, wakina senje, wakina nani, wanakuja pale wanafanya tumambo pale, wanakausha tule tunanyama, na unasikia inakatwa kanyama kamoja, naambiwa kila mtu afanye nini? Akule wa hiyo koo. Ni maagano mnafanya. Maagano hufanywa kupitia kwa chakula. Kuna watu wengi sana wamefanya maagano, hata wachungaji sasa hivi wamefanya maagano. Ukiangalia katika nchi ya Kenya, wakati walienda State House wakakula pamoja na kiongozi wa nchi, walifanya maagano. It was a covenant ambao walifanya. Na ndio unakuta saa hizi hata mambo ya haribike, hata nchi chomeke, hakuna mchungaji atasimama pale amwambie kiongozi unakosea, kwa sababu wali make covenant. Walipo make covenant, wakakula pamoja na wakarudi wakapatiwa bahasha. That was a covenant ambao kanisa la Kenya lilifanya. It is a covenant kati ya wachungaji na kiongozi wa nini? Wa nchi. Kwa hivyo yule mtu kuzungumuza ati siku moja azungumuze hapa kuna makosa yanafanyika, mbona kuna imeingia mauaji, mbona vijana wanauawa ovyo ovyo, mbona kumeingia ushoga, mbona usijui kumeingia mambo ya usagaji. Hakuna, kwa sababu mlipokula pamoja katika meza moja na mfalme, hawezi simama pale umkosoe. Hapana, mmefanya maagano kupitia kwa chakula. So Betty Bayo amekufa premature death, na ni jambo la kuhuzunisha sana. Mimi siwezi judge maisha yake, lakini mimi nafundisha kwa sababu mimi pia ni mshauri
nafundisha na kushauri watu wasije wakaingia katika kitu kinaitwa hizi ambazo zinaitwa cults. Na utakuta cults nyingi, mambo ambayo watu wa cult wanafanya ni mambo ya kushangaza. Kuna cult ambao unakuta sasa kama hii cult ambayo nani aliyokuwa na Betty Bayo alipokuwa, hiyo cult sasa wanachinja hadharani kwenye madhabahu, wanachoma nyama kwenye madhabahu siku ya ibada. Sasa washirika wanapateki nini? Zile nyama. So kama pastor wenu anachinja nyama kwenye madhabahu alafu anaanza kuwachomea na wapatia, hiyo ni maagano mabaya sana. Ni maagano covenant mbaya sana, na unakutaga sasa watu wengi sana kwa hilo kanisa hawezi toka. Kwa sababu wanapokula hizo nyama wanaweka maagano na kiongozi wa dini. Mimi na wewe mpaka milele, mpaka kufa, hata wachana na wewe mpaka kufa. So nani unakuta kwamba Betty Bayo kuna covenant ya kwanza alikuwa ameweka. Walikuwa wameweka covenant ya kwanza na huyu jamaa wake huyu wa cult akatoka pale kabla hajavunja ile covenant, akaenda akameka covenant nyingine na nani? Na mtu wa pili katika maisha yake ambaye amekuwa ni mume wake. Na sidhani kama walipata mtoto naye. Umeshaipata mtoto kweli? Bado, nadhani bado. Inasemekana wako na mtoto mmoja. Mtoto mmoja. Sasa umemake covenant ya kwanza. Kabla hujavunja ile covenant, unaenda kumake covenant ya pili. Hauwezi covenant wewe tengeneza make covenant juu ya covenant zifanye kazi, hazifanye kazi. Moja itakuwa na nguvu kushinda nyingine. So na ndio nasemaga hivi, kama ulikuwa kwenye ndoa ya kwanza na hiyo ndoa ukatoka ndani ukaenda kwenye ndoa nyingine, ni vizuri sana kuvunja lile agano la kwanza. Na msinielewe vibaya kwamba mimi nashauri watu waweke ndoa ama watoke kwenye ndoa wakaolewe kwa ndoa zingine. Maandiko yanasema kwamba kama umeingia kwenye ndoa, kaa ndani mpaka kufa kwako. Lakini kama uliondoka kwenye ndoa na ukaenda kwa ndoa nyingine, lazima ubreak ile covenant ya kwanza. Vunja ile covenant ya kwanza ili unapofanya covenant ya pili basi mambo yaende sawa. Kuna wengine wanakutaka kwa sababu hakubreak ile covenant ya kwanza, akiingia kwa ya pili ile covenant ya kwanza itamsumbua. Na itamtesa sana. So utakuta unapoingia kwenye hii kuna mambo inakusumbua kila wakati. Unakuta wewe uko na huyu mume kwa kitanda, lakini bado unaanza kuona ni kama unaanza kuota ni yule mume mwingine mwenye alikuwa amekuoa. Kila wakati unakaa hivi, hata wakati umelala unaota mkiwa na yule mume wa kwanza. Hata mwingine wakati mko na huyu, lakini mara mingi unaona kwa ndoto zako unaona huyu mwingine anakuvuruta. Ama umeona kwamba umechukuliwa kwa kitanda ya yule wa kwanza. Kwa sababu ya maagano mliyoweka. So kama kuna maagano uliweka mahali, ni vizuri yale maagano kabla hujaweka maagano nyingine, break covenant ya kwanza. Na hiyo itakusaidia sana katika maisha yako. So labda unanisikiliza hapa hivi, wewe umeingia kwenye cult. Unashindwa utatokaje kwenye cult? Na hata kama umefunga macho unatoka kwenye cult, ukitoka kwenye cult ingia katika kanisa ambalo linafunza ukweli. Ni vizuri ambie mchungaji ukweli, nilikuwa kwenye cult, mchungaji akusaidie kuweza kukutenganisha na yale maagano uliyoko kwenye cult. Na natumai kwamba utaishi maisha mazuri na destiny yako itaendelea bila shida. Tumeona kwamba aliugua ugonjwa wa blood cancer, ile leukemia. Kwa hivyo hizi altars ama hizi cults kuna venye zinaweza zikaingiza ugonjwa kwenye mwili wa mtu. Automatically. Okay. Hayo maagano unaitwa maagano. Maagano ni kitu kibaya sana. Maagano inaweza kukuua pia wewe. Maagano inaweza kukuua, hata watu wengi wanakufa premature death kwa sababu ya maagano. Na mnielewe, mimi nafundisha, sisemi ya kwamba usiniita witness ya kwamba niseme ya kwamba ile blood cancer amepata juu ya maagano aliyofanya, lakini mimi nafundisha watu
Nafundisha watu kwamba maagano ni hatari sana. Maagano yanaweza kukuua pia. Maagano yanaweza kuua pia. Unaweza toka kwa mtu, yule mtu hata aende atoe sacrifice kwa waganga. Na aseme kwamba huyu ni mke wangu, tuliweka maagano na mimi na yeye kwamba hatutawachana, na sasa ameondoka. Unatoka pale naenda kuwa tu mgonjwa. So ni vizuri sana unapotoka mahali, hata ikiwezekana huyo mtu kama mnataka kuachana, ni vizuri muweze kubreak zile covenant. Tafuteni kama ni mtumishi wa Mungu awaombe, mbreak zile covenant. Lakini mimi najua kwamba mtumishi wa Mungu badala ya kuwatenganisha, mtumishi wa Mungu anafaa kuwaunganisha tena. Kwa sababu watumishi wa Mungu wameitwa kuleta suluhisho, si kulete matengano. Mimi mtu akija kwangu nimtenganishe, jambo la kwanza nasema mimi si mchungaji wa kutenganisha watu. Mimi ni mchungaji wa kuunganisha. Mahali kuna shida tunatatua. So covenant, maagano yale, maagano, kitu kinaitwa maagano, ni vizuri sana kuchungana na maagano yoyote ambayo umeweka na mtu yoyote. Kuna watu ambao ukiweka na maagano yao ile lazima yale maagano yanakuwa very strong, kwa sababu hujui misingi ya huyu mtu. Labda misingi ya huyu mtu kwao ni waganga. Unapoweka maagano na mtu mganga, basi wewe kile ambacho kinaanza kushughulikia ni mizimu ya uganga, mizimu ya uchawi. So unapotengana na yeye, basi wale wachawi wataanza watakuhangaisha mpaka dakika mwisho, hata kiwezekana watakuua. Kwa sababu umeka maagano na mtu ambaye ni kwao ni wachawi. Wengine wanawekanga maagano, unaweza weka maagano na mtu ambaye ni mtu wa wanawake wengi. Kama ni mwanaume wa wanawake wengi, unapoweka maagano na yeye, basi itakusumbua wewe pia. Pia utakuta kwamba uko na hiyo maroho ya kutembelewa na spiritual husband. Wanakutembelea kwa wingi kwa sababu wewe umeweka maagano na mwanaume wa wanawake wengi. So na kuna wengine unakuta kwamba anaweka maagano na mtu ambaye labda kwao wana vifungo tu fulani, kwao hawaoangi. Unaenda kuweka maagano na mtu ambao kwao familia hiyo huwa hawaoi, wanawanga na kufukuza. So ukiweka maagano na mtu ambaye kwao wanawanga na kufukuza, basi hata hiyo ndoa yako haitadumu, itavunjika. So maagano ni kitu inaitwa hizi covenants, ni hatari sana. Ni hatari sana. Yes. Watu wanauliza next inakuwa nini, kwa sababu ukiangalia Betty ameacha watoto 3. Mmoja ni ya bwanake mwenye alikuwa amemuoa, 2 ni wa Kanyari. Sasa watu wanauliza next itakuwaje? Hao watoto wataenda na Kanyari ama watabaki na yule mwanaume mwenye walikuwa wamezoea kuishi na yeye? Sasa nafikiri hilo, hao wanaume 2 wanaweza kaa pamoja, wanaweza kaa chini waongee na waelewane. Na wakikaa chini na waelewane, kwa sababu najua kwamba ni watu ambao walikuwa ni watu wale wanajuana. Wanaweza pigiana simu ama waitane wakae chini kikao kama wanaume. Waseme basi huyu ni wangu wa damu, huyu ambao ni damu yangu. Hawa ni damu yako. Chukua hawa wako na mimi nikae na wangu. Sio dhambi, kwa sababu itakuwa ni makubaliano wamekubaliana. Na kama sasa, kwa sababu jambo la kwanza ninachokijua hiki, biological father is always a biological father, hata nini ifanyike. Na kama alikuwa anasaidia wale watoto, maanisha kwamba hakuwa amekata nini, hakuwa amevunja ile mipaka na watoto. Kwa hivyo bado kulikuwa bado kuna hiyo nini, kuna hizo nasema magani, walikuwa bado wameunganika. Kwa sababu Kanyari hata kama ameachana na mke wake, bado ameunganika na nini, na watoto. So unaona kwamba wamesema ameolewa, lakini bado ameunganika na watoto. Na mimi nashauri watu hapa hivi, kama wewe ni mwanaume unaoa mwanamke, oa mwanamke na hawa watoto, toa mahari au watoto wakuwe wako. Hakuna wakati utaenda kwa yule biological father tena.
Wewe unafanyika kuwa baba ya nini? Ya hao watoto. Unapomuoa, unamuoa na watoto wanakuwa wako. Kwa sababu hivyo yule ambaye ni biological father anakuja kutembelea watoto, hivyo ndio anakuja kutembelea mama yake. Inaonekana hao watu hawakuwa wamewachana. Hawakuwa wamewachana. So inamaanisha kwamba ile covenant bado inafanya nini? Inafanya kazi. Jua hawakuwa wamewachana. Unajua kwa hiyo itakuwa wewe umeolewa na bado mnaona na mimi yule jamaa mwenye alikuwa bwana yako na umeolewa kwa bwana mwingine, inamaanisha hamkuachana. Mlitengana tu, lakini bado ile covenant iko strong sana. So ushauri wangu ndio kwamba mtu ukiolewa ni vizuri kaa chini na wewe mume wako naye kuoa, umwambie hawa watoto unanichukua mimi na watoto hapa, ni mimi peke yangu. Kama anakuchukua wewe na watoto, basi hawa watoto ni wako, ni wake pamoja na wewe. Hakuna wakati ambayo ile baba ya watoto atakuwa anakuja kutembelea watoto wako kwenye marriage, kwa sababu jambo la kwanza wewe umeolewa pamoja na watoto wako. Na kama mliachania kotini, hiyo ni jambo lingine tofauti. Lakini unaona hiyo haiko achania kotini. Ukiwachania kotini, mtafuata masharti ya nini? Ya koti. Lakini kama hamjawachania kotini, wewe tu mzee alikuacha na watoto, na wewe ukapata mtu ambaye atakuwa wewe na watoto, basi unapoolewa yule mzee aliyekuacha akae mbali na wewe. Hao watoto wakisha kuwa wafike watu wazima, wakiona ni haki waende watembelee biological father, wako na uhuru wao kujiamulia. Lakini si wewe mzazi uamulie. So nafikiri kwamba nimejibu. Labda kabla tukuachilie, umezungumza kuhusu cult na ukataja sana ukataja dini kama mbili hivi. Lakini pia kuna hizi Freemason na Illuminati. Hizo bado ni cults? Kuna kitu kimoja. Freemason na Illuminati wenyewe wanajiweka wazi kwamba sisi ni wa shetani. Hakuna mahali ambapo wanataka mambo ya Yesu, hakuna wakati wanataka mambo ya Mungu. Wamejiweka wazi hao ni watu wa shetani. Lakini kuna hizi cult hii ni watu ambao sasa wanaambia watu tunaenda kwa Mungu, lakini hali wenyewe hawaendi kwa Mungu. So cult kazi yao ni ya kupotosha watu. So ina mtu anapopotosha watu inamaanisha kwamba yeye anawatoa kwa Mungu, anawapeleka wapi? Kwa shetani. So I think cult jambo la kwanza, hiyo ni njia moja. Njia moja ya kuconnect watu na Freemason, njia moja ya kuconnect watu na nini? Na Illuminati. Kwa sababu hao wako direct. Mtu anapokutoa kwa Mungu, sinamaanisha anakupelekea shetani. So cult wanapotosha watu. Ni watu ambao wanapotosha watu, hawaambii ukweli, wanawaambia uongo. Na ama katika njia nyingine kwamba ni watu ambao wanakuja kwa jina la Mungu kwa faida zao wenyewe. Badala ya kutumia nguvu za Mungu wanatumia nguvu zao wenyewe. Ni watu wanataka kuabudiwa. Ni watu wanataka kupokea utukufu. Hawataki Mungu apokee utukufu, ni watu wanataka kupokea. Sasa nataka nielewe, sasa ndio nataka niweke wazi. Cult. Mtu wa cult anapofika mahali ya kuabudiwa, watu kumsifu badala ya kusifu Mungu, kumwabudu badala ya kumwabudu Mungu, sasa hiyo ndio inafanyika cult. Sana ziko kwenye makanisa. Sana ziko kwenye makanisa. Na cult nyingi ni zile ambao hawahubiri watu utakatifu. Hawahubiri watu habari ya kuacha dhambi. Mnaambia mtu come as you are, bora utoe sadaka. Bora upande mbegu. Bora utoe sacrifice. Hakuambii kwamba Mungu anahitaji roho yako. Kile wanahitaji ni kile wanapata kwako. Hiyo ndio inaitwa cult. Okay. Yes. Labda kuna mtu ambaye anakutazama na amependa sana haya mafunzo, na labda anapitia kwenye hii shida, labda yuko kwenye cult na anashindwa kwamba atajiondoa aje kwenye hizi cults. So labda mtu kama huyo anaweza kukupata kwa njia gani? So ukitaka kunipata ni rahisi, nipigie simu, kwa sababu hata kuna mtu mwingine amenitumia ujumbe hapa na akaniambia hivi, pastor, kama mtu alichukua nyota yako kwa uganga
na wewe uamue kwenda kwa mganga kurejesha nyota yako, je, itarejea? So kuna kitu kimoja, najua kwamba waganga hawapeani nyota. Mungu ndiye anapeana nyota. Na yule aliyekupa nyota ndiye ana mamlaka ya kuirejesha. Huyo ndiye anaweza kuirejesha. Sababu hata mtu anapochukua ni kuiba, anaiba. Hawezi chukua kae naye permanent kwa sababu umeiba kwako. Kwa hivyo unahitaji kuirejesha. Na kuirejesha haki yako unairejesha through mahakama. Na sasa kwa sababu hii si mahakama ya duniani, ni mahakama ya mbinguni, na wakili ni Yesu Kristo. So unaenda kwa Yesu Kristo, unamwambia kwamba mimi nahitaji nyota yangu irudi. Basi unasemezana na Yesu, kisha basi pale uko na shida, labda maisha yako yamefungwa, maisha yako ya watoto wako yamefungwa, ulienda kutoa dhabihu hizo, unasema kwamba hizo blood covenant hizo, unaenda umefanya covenant labda na mwanaume, umefanya covenant kwa makanisa mengi, na tangu ufanye covenant pale, unakuta maisha hayaendi vizuri, maisha yako yanaharibika. Wengine walikuwa na mali nyingi sana, lakini sasa unakuta maisha ambao wanaishi si yao. Wengine wamenyang'anywa mashamba, wamenyang'anywa magari, lakini mtu anashinda sasa nitafanyaje? The more sasa unajaribu kutoka kwenye cult, unapata vitishio vingi sana. Wengine wanakuambia ukijaribu kutoka hapa utakufa. Kuna hata mtoto mmoja kanisani, nafikiri kwamba media personali hapo wako hapa hivi, Fei na Penina Rasugu. Nafikiri mlikuwepo wakati mmoja ambao kuna mama alikuja kanisani. Huyo mama alikuwa ameambiwa kwamba hatawahi zaa mtoto, na wakati alipozaa mtoto, ile mtoto alimwambia mchungaji, alimwambia mtoto atakufa, na ni kweli mtoto alikufa, na akaambiwa hatawahi zaa mtoto mwingine tena iwapo atatoka kwa ile kanisa, mpaka arudi kwa ile kanisa ndiye azae mtoto mwingine. So alipokuja mimi nilivunja yale maagano pamoja na yule mchungaji. Kuna wachungaji ambao ni wachawi pia. Wachawi wa kiroho. So nilivunja yale maagano, nikamwambia utajifungua na utajifungua mtoto, na mtoto ataishi, na utajifungua na wakati huu hata kufa. Napozungumza saa hizi ni ushuhuda. Uliona ni ushuhuda saa hizi, alijifungua mtoto. Yule mtoto anaelekea miezi 4. So kuna vile unavunja yale maagano na unaishi maisha yako. So labda kuna magami yanakusumbua pale, unapitia katika hali ambayo haieleweki katika maisha yako, kuna mateso chungu mzima ya kiroho. Wengine hata walitoka hapa wakaenda Ujerumani, wakaenda Canada wakiwa na nyota kubwa, walipofika huko mahangaiko yakajaa, mtu umeteseka. Maisha unashindwa kimbilia wapi. Nambari yangu ya simu, na hiyo unaweza kunipigia hata kwa WhatsApp ama uniandikie message kwenye WhatsApp. Na wenye wako Kenya nipigie direct. Nambari yangu ya simu ni 0722 744 672 0722 Na pia kumalizia nasema kwamba tuko na foundation kanisani ambayo inasaidia wamama, inasaidia watoto, na inasaidia watu ambao wasiojiweza, inasaidia pia wajane, inasaidia kila aina ya mtu ambaye hajiwezi kwenye slums. Na hiyo foundation tumeita jina Penina Rasugu Foundation. Labda ndio mnapoangalia pale kwenye TV pale, Penina Rasugu TV, hiyo ni foundation tuko naye kanisani. Hii ni ya kusaidia wasiojiweza. Au kwa mahali pale labda unaweza peana unga wako, siku ya Wednesday tunapeana unga na Friday na Sunday. So kwa mahali pale unaweza kutupatia bando 1, bando 2, bando 3, 4, 5, 10, na vile Mungu atakuwezesha kwamba tuweze kuwa msaada kwa watu wa slums. Wanateseka sana kwa maisha. Kuna mama pale hawana wazee, hawana kazi, badala tuwaachilie kwamba wafanye ukahaba na wafanye na wahangaike, tuwasaidie wenye wataweza. Na pia tungependa hata kwa wengine hata kuwasaidia, kuwawekea miradi ambayo inawasaidia kusaidia katika maisha yao. So kwa mahali pale uko na nguo, zile nguo zitumii, basi hizo nguo make sure umetupigia simu tujue vile tutatufikia. Juzi tulichukua nguo sehemu ya wapi Garden Estate. Kuna mama alitupatia nguo nyingi sana na wamama wakafurahi sana. So ukiwa na nguo pale, uko na viatu, na pia ungeweza kusaidia watoto wawili watatu waweze kuingia shule, tutashukuru sana. So Mungu awabariki sana na neema ya Bwana ipo juu. Narudia tena nambari 0722 744 672. Shalom, Mungu awabariki.